Naitwa James Matundura Haraka, nikiwa mwenyekiti wa Abagusii Cultural and Development Council. Nami tuko na watu wetu kutoka sehemu zote za Gusii. Hapa tuko na wale wote the top claim ya organization hii kutoka sub counties 16 zikiwemo Nyamira sub counties 5 na Kisii county zikiwa sub counties 11. Siku ya leo imekuwa siku ile hatujakuwa naye kwa muda mrefu. Siku hii tumekuja kuongea juu ya jambo moja tu, na hii ni juu ya amani ya Gusii kama community. Gusii amani yake imeanza kutoweka, imeanza kuwa mbaya kupitia kwa viongozi wetu. Viongozi wetu wanakuja kwa masisi, na hii ndiyo kitu tutapiga marufuku kabisa leo. Hata katika masisi hatutaki viongozi kuja huko, awe ni wangazi gani kuja huko kufuruga masisi ama kuuza fikira yake ya kisiasa. Vile vile kuleta watu hapo kuja kumsangilia ama kumpigia makofi. Mtu amekufa na unakuja kupiga makofi. Saitani asinde kwa hiyo. Ni kitu mbaya, na labda wewe yule unafanya hayo, uombe Mungu akusaidie. Utumie njia zingine kuliko hiyo ambaye hamuna heshima kwa yule amekufa na hamuna heshima kwa watu yake wale wamepaki nyuma. Na hiyo ndio imeleta wasee na wakina mama kutoka sehemu zetu zote. Tuko na sub counties 16 na wote wako hapa. Viongozi yao wako hapa kuja kuraani kabisa ili jambo ya kwamba hatutaki kuanzia leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2024 hatutaki kusikia ile mambo inafanyika kwa masisi. Kuja kuraumu wengine, kuja kutoa wengine makosa, kuja kupigana, kuja kukosoana na mengine kama hayo. Tutashirikiana na serikali tuwezavyo kuona hili jambo, na yule kiongozi yeyote anaheshimu wazee na wakina mama, kwa sababu hawa wazee ni kama wazazi yake. Huyu anafanya hayo, aheshimu wazazi yake, aheshimu hao wazee kwa mambo ambayo watapiga marufuku siku ya leo. Na tutaweka haya mbele yenu. Let us understand what a funeral ceremony is to the affected or bereaved family. Death is the worst thing in humanity. The concerned family members' hearts are broken, stresses are high, some of them get disorganized, and even their future go different directions. Therefore, death of one family member is a burden in that family. And you come there to joke, you come there to get praised, you come there to popularize your name. This is very unfortunate for you. Let us all know that burial is a cultural event. Hii ni kitu ya wenyewe wale wameufiwa. A cultural event in the sense that one must be buried in his or her ancestral home or a homestead, and the house must be there. That's why we bring people from overseas and from anywhere in the country kuja kusikwa nyumbani. Before burial and during burial day, mourners' speeches are limited according to us. Speeches are limited and humanly narrowed to 2 statements as follows. One who gets chance to say anything, say sorry to the family, and one can describe the deceased as she or he
was before death. You can as well say your relationship with the deceased. That is point 1. Point 2, if possible, arrange for a word, song, or a prayer for the family. Any extended talks beyond the two mentioned statements above would be very, very unfortunate. Now, the Abagusii Cultural and Development Council and the bereaved families are sincerely shocked with the present situation of mourners talking so much about politics, quarrels, calling others names, and others end up fighting before other mourners. It's very, very bad. And we curse such acts. The Abagusii Elders Council is now categorically giving firm burial ceremonies position as follows. Stop politics completely from burial ceremonies. Stop hired youths to burial meetings to cause chaos. Stop echoing speakers and also praising others by youths. Stop any political campaigns in the funerals. That one we don't accept at all. Find other forums where you talk about community development. The dead must be respected, because in those funerals it's not where you are going to say how you are going to do wonderful developments in the county, in the ward, or in the constituency. No. Use other forums to do the same. The youth generations have gone beyond boundaries. Let us talk with these people. They are our people. They are not strangers to us. Let us talk to them so that we go the same way. We do things the way we used to do them previously. And finally, today we want to cross completely those bad acts in the funerals. Also, we have agreed we are going to call for a leaders consultative meeting so that we get our leaders. They tell us what they have, we tell them what it is. Finally, to arrange for a meeting to meet leaders individually so that they give us the insight what they have. But from the elders, from funerals, watoke kabisa kwa hiyo kitu. Wache wakuje kulia peke yake. And some people come there to say they have brought money. We don't want that money. Kuja, lia, enda kwako. Ikiwa nataka kusaidia the belief, give them silent or give them openly without engaging people wakupende kwa sababu wametoa pesa. Hiyo vitu sasa tumeanza vita, tutapigana na hiyo. Na tutasilikiana na serikali kupigana na hii kitu. Kitoke ili viongozi wetu waheshimiwe, ili watu yetu waheshimiwe, wazee waheshimiwe, na viongozi wote kuanzia MCA kuelekea juu waheshimiwe, ndio viongozi yetu. Kwa party moja hawa wanatoka parties, na hiyo is not our problem. Hiyo sio shughuli kwetu, na hawajateresa kuenda kusema ama kufanya kitu kulingana na mambo ya party. Hapana. Hiyo kwa kwetu tutasimama imara, na hatuendi ati tunaenda kujipanga vipi. Tayari tumepangika, tuko pamoja, na ndio sababu tuko hapa. Sio sasa tunaenda kutafuta msimamo. Hao ni watu yetu tunawajua, na tukienda tunajua tunaenda kwa nani. Kusema majina yao hapa ni kama kuharibia hawa majina yao. Hatuko hapa kuharibu majina ya viongozi yetu. Hapana. Hiyo hatuko. Yara ni watu yetu. Ile visa inafanyika kwa funerals ndio tunarani, not individuals. We are not Quran individuals. So ili wasikie wasiende kufanya hayo kwa sababu tumerani yale matendo yanafanyika kwa funerals. Yeah. Tutarudia na kurudia. Kwa hivyo huwezi kusema tutasema
tutasema tuwaje kusema mwaka ujao, tutasema tena mwaka ujao. Ifanya tarehe 2 mwezi wa pili 21. This the same statement. So vile binadamu wanaundwa wanakumbuswa from time to time, na yale yanayofanyika ni mabaya, tunataka yatolewe kati yetu hiyo. Lakini bila wafikiria bila watafikiria, hiyo ni juu yao. Hiyo we are not going to apologize. Ati tulisema mbaya, ikiwa kutoa makosa kama hiyo kwa funeral ati ni makosa, basi let it be. Tumesema kwa saying we are going to remove this hii mambo mbaya kwa siku moja. Tutaendelea kuyasema ni mabaya mpaka yaendelea kutoka, na tutasaidiwa na serikali na tutasaidiwa na kanisa yaenda kupungua pole pole. Hii vitu inaenda gradual. Huwezi kusema nimekata, lakini kwa sisi kuongea hii maongeo ndio tukasema kwa sasa tumeongea. Hatutaki labda tukija kurudia ni mwaka ujao.